ndugu yangu MCA, Deputy Bishop, Reverend wenye muko hapa, waheshimiwa wenye muko hapa, tukiongozwa na mama yetu Lisa, rafiki ya Mheshimiwa Rama Bwana Jebol, na Wakristo wote. Tumsifu Yesu Kristo. Tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Vile mmesikia kwa majina, mimi naitwa Joshua, mimi ni manager Mheshimiwa Rama. Tumekuja hapa leo kwa shughuli moja tu. Kwanza kabisa ningependa nishukuru Mungu sana. Hii siku kumbe ilikuwa imepangwa. Tukianza na viongozi wote, tukiongozwa na Reverend wetu hapa na ile timu yake wenye walikuja kwa ofisi wakatuambia kwamba tukuje tufanye hii function ya leo, na kusema ukweli nataka niwashukuru sana. Unajua hii siku ya Sunday inakuwa na mambo mengi sana. Ndio nikuje, tulikuwa tumeanza kufanya kazi kama hii tu. Mahali nimetoka ndio nikafika hapa. Na wakati nimefika hapa sitatoka bure. Nimepewa vitu na mambo mengi sana. Mahali nilikuwa mimi ni chairman ya development. Sasa wakati nimefika hapa nimepata mnafanya ile kazi nafanya sehemu nyingine hapa Muguni tu. Kwangu ni hapa. Najua Peti ameongea sana akisahau kwamba mimi si mkaaji hapa. Kwangu ni hapa chini. The same challenges zenye Peti amesema ni vile ajui mahali simefika. Angeuliza kwanza umefikisha wapi. Lakini nataka niwahakikishie kwamba tuko na mjumbe anajua challenges zote, hiyo mambo yote yenye mmesema. Mheshimiwa Rama anazijua na ameweka mikakati. Pili, Reverend sasa sababu umeniconnect na hao waheshimiwa na marafiki hapa pastors. Niko uzuri niko na marafiki hapa, hao mapastors marafiki wetu sana. Sasa hata mimi siku ya nitaanza pale Mugoni, nitakuja tu hapa tu, wembe ni ule tu. Nitakuja tu hapa, nipate wageni, tuende tufanye kazi ya Mungu. Kusema kweli, leo tumepata mafunzo mengi sana. Tumepata mafunzo mazuri ambayo yanatusaidia katika maisha. Maybe sisi ndio tujiulize, maybe mambo yenye tumeambiwa hapa about sacrifice. Ni nini wewe as a person? Najua kila mtu ataenda kufanya kesi yake peke yake, au utafanya ya yule mwingine. Sasa leo tutatoka hapa kama tumejua tunafaa tukanyae wapi. Na kama kuna investment unaweza fanya mzuri, ni kufanya investment ya kanisa. Ukiinvest kwa kanisa, wacha niwaambie hautatoka bure. Na utaona matunda mbeleni. Mahali tumetoka tumeambiwa hata wale ambao ni maadui tuombe. Tuendelee kuombea tu, si kweli? Hata wale maadui wenye wanaleta siasa mbaya tuombe, bado wakuje tutembee pamoja. Mheshimiwa Rama yuko Kenya. Mheshimiwa Rama yuko Kenya, ako nje, lakini sababu ya ile heshima ya viongozi wakiongozwa na Reverend Tomaso na MCA hapa na Musa ndugu yangu jirani. Hao wangwana tunaheshimiana sana. Na waje tukae kama marafiki namna hiyo. Vile walikuja na Mheshimiwa Rama akahakikishia Reverend kwamba tutakuja. Alikuwa anajua hata kuwa, lakini akamwambia kazi ya Mungu lazima nikuje tufanye. Ndio maana tuko hapa leo for that call, na mimi nawaomba tu tufanye hiyo kazi, na tukitoka hapa tutajua kwamba tumefanya ile Mungu alikuwa anataka tufanye. Watu wa Araruet, kuna kitu moja nataka niwaambie. Juzi tu Reverend, unakumbuka ile mambo mheshimiwa alimuliongea kwa ofisi yake Tomaso? Unakumbuka? Unajua hapa ni kanisa, lazima tuambiane ukweli. Wacha tutembee pamoja. Tukiwa kitu moja namna hii, hata kazi inakuwa rahisi. Hata nyinyi wacha niwaombanishe leo. Mnanipea kazi ngumu sana. Sababu hata mimi ni jirani yenu hapa, tunaambiana twende hivi, tutembee hivi, tupite njia, lakini ikifika pale mnachenga Mheshimiwa Rama mpaka Mheshimiwa anakuja na Joshua, huyu niambia pale Araruet tutapata hiyo kituo, tutapata kura yote. Sasa tumepata mbili. Sasa naona hata mimi mnanipea kazi ngumu kusema ukweli. Sema mnanipea kazi ngumu. Bet, hii mambo yote umesema, hata wewe tulikuwa na wewe tunauliza, hata Mheshimiwa ameuliza. Yaani nyinyi watu wa Araruet kusema ukweli, hakuna kitu hata moja nimeifanya mzuri, na nyinyi mnipende tu. Mnipende tu. Si aliuliza Reverend. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Araruet. Juzi kuna siku tulikuwa pale kanisa hili hapa next AGC. Tukaadiana kwamba tutafanya kazi. Tutasaidia mheshimiwa. Tena sijui ilifika wapi, tena tukaachana. Na watu kutoka hapa wakikuja pale kwa ofisi ni marafiki sana. Beneficiaries wengi
wa parcels wanatoka ili, wacha niwaambie. Parcels zetu, my brother Peter, parcels zetu watu wana benefit ni watu wa ili. Yaani hata hiyo peke yake, huwezi convince mseme huyu Arama tumjaribu. Tukaanza 2013. Tulikuwa tunasaidia watu hapa, tunaenda hata Kisumu, tunaleta wale mtu amekufa, tunakuja tunasaidiana hapa. Matanga asikosagi. Mimi hakuna boma sijui area hii. Sasa 2013 hiyo kituo ya Ararwet tukaenda kuhesabu, tukapata zilikuwa 4. 2017 tukahesabu hiyo kituo ya Ararwet zilikuwa 20. 2022 Kipsomania tukanipea witness, tukahesabu zikafika 22. Kusema ukweli. Inaendelea kupanda. Inaendelea kupanda. Sasa mimi nataka niulize swali moja. Hapo sasa ndio unajua mmenipea moyo sasa. Sasa nitapata kitu ya kwenda kuambia mheshimiwa, si ni ukweli? Sasa ni bottom up. Bottom up. Sasa mimi nataka niwaulize. Hii maneno ikifika 2027, bado itakuwa namna hiyo? Itakuwa imepanda? Ni wangapi wanasema itakuwa imepanda 2027? Wow. Sasa hiyo sasa imetosha. Sasa tufanye mchango kusema ukweli. Si moja tukufanya mchango. Reverend, message yako Keput MCA wetu hapa na Tomaso, you have a responsibility kuhakikisha kwamba 2027 itapanda. Reverend, itapanda sababu Reverend amesema. Mimi nitaenda kwa mheshimiwa nilie nimwambie wale watu wetu. Najua ni majirani tena. Mimi hakuna boma sijui hapa. Hata Peter ukiniambia nikuje kwako utanistukia niko hapa. Sasa hii mambo na barabara watu wamesema hapa. Kuna kitu maybe watu hawajajua. Mambo na financial year. Kuna barabara ziko kwa county na zingine ziko national government. Lakini zile zenye ziko kwa mheshimiwa Rama, this financial year, unajua uzuri kutoka pande hiyo imekuja hivi. Sasa mahali pamepaka mambo yote ya Maraming itakuwa ni area hii Kapkules na Paruti. So na hiyo mikakati ingine hata juzi tumetembea na watu, by the way tunaendelea kubarikiwa. Juzi mheshimiwa ametuma watu kutoka Nairobi, tumeanzia pale Paruti ile taraja ya chini. Tumetembea hiyo taraja, tukapanda tukakuja mpaka center hapo Kapkules, tukaenda mpaka tukaenda kutokea Soiro. Hiyo barabara itawekwa rami. Na uzuri mheshimiwa Rama akisema kitu sababu yeye ndiye akukwenda kamati, anajua ile kitu anaambia watu. So mimi nawaomba tu tuvumiliane kwa hii muda kidogo, lakini before hiyo mtaona sirami watu walikuwa wanasema kutoka pale daraja ati mbona, lakini siku hizi naona rami pale. Si hiyo ni progress. Hiyo ni bottom vile tunasema rais anasema bottom up, tukienda tukipanda. So soon than later tutafanya, lakini yale mambo ni mengi. Mimi najua hapa watu wanajua ile kazi mheshimiwa Rama amefanya. Mheshimiwa Rama amefanya kazi hii, mambo ya barabara mtasahau, it will be a thing of the past. So usiwe na wasiwasi, mheshimiwa Rama ako na hiyo mikakati na tutahakikisha kwamba because hata sisi we are here, this is majirani. Unafikiri mimi nikuwa pale nitamwambia hata mimi naenda kwa garage kila wakati, so hii gari yangu sasa sitengeneza barabara ndio nisiendae kila wakati, si ni hivyo? So sitaki nifute sana, tuendelee kuombeana. Na mheshimiwa aliniambia nikifika hapa, sababu mmeniahidi, sababu hayuko, niwaletee salamu. Mmepokea salamu za mheshimiwa? Wapi salamu tuone kwa mheshimiwa jameni? Asante sana na Mungu wa amani awabariki sana.